Nihifadhi, nifute machozi haya na ulete utulivu moyoni mwangu. Unajua siri za nafsi yangu, unajua uchungu wangu. Nikuomba rehema zako. Kilio cha Zahara. Usiku ulikuwa mzito kuliko kawaida. Mvua ndogo ilinyesha taratibu, huku anga ikiwa kimya kama inaficha siri kubwa. Ndani ya chumba kidogo cha kupanga, Zahara alipiga magoti juu ya mkeka wake wa swala. Machozi yalitiririka bila sauti. Yakiloanisha shuka lake la swala. Ewe Mola, wewe ndiye unayeona, alinong'ona kwa sauti iliyovunjika. Zahara alikuwa binti wa Kiislamu aliye na ndoto nyingi ndogo za ndoa yenye upendo, heshima na utulivu. Alipoolewa na Hassan, aliamini dua zake zimejibiwa. Hassan alikuwa mnyamavu, msikivu na mwenye kuonekana mwenye dini. Lakini ndoa yao ilipoanza, sura ya pili ya maisha ikaanza kujitokeza. Hassan alibadilika, maneno mazuri yakageuka ukimya mzito. Uso wa tabasamu ukabadilika kuwa mkali. Zahara hakupigwa, lakini aliumizwa kwa maneno, dharau na kupuuzwa. Hii nyumba imekuwa baridi sana. Kila siku ilionekana kama mtihani mpya. Alipojaribu kuzungumza, Hassan alisema, wanawake wengi wanaishi hivi, vumilia. Lakini Zahara alijua Uislamu haujajengwa juu ya mateso ya kimya. Siku moja, baada ya Hassan kutoka kwa hasira bila hata salamu, Zahara alikaa sakafuni na kuangalia ukuta mweupe. Hakukuwa na mtu wa kumwambia. Marafiki walimwambia avumilie. Jamaa walimwambia ndoa ni subra. Ndipo akaamua kufanya jambo moja tu alilokuwa nalo bado, kumkimbilia Allah. Ya Rabbi ya Rahim, اغفر لي وارزق قلبي نورك واجعلني من المقربين إليك تقبل دعائي في هذه الساعة المباركة. Kila usiku wa tahajjud, Zahara alikuwa analia, si kwa sauti bali kwa moyo. Mola, moyo wangu umelemewa na maswali. Nijalie nuru ya kuelewa na subira ya kusubiri jawabu lako. Sijida zake zilikuwa ndefu, zikibeba maswali mazito. Je, subira yangu inamaanisha kukubali kudhulumiwa? Je, furaha yangu haina thamani? Miezi ikapita. Simulizi hii inaendelea. Usikose kupata namba 2 ya simulizi Kilio cha Zahara. Nenda YouTube, andika Albadru Studio TZ ili uwe wa kwanza kupata simulizi nyingine nzuri zinazokuja kupitia chaneli hii. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili kuwapa faida wengine. Mwandaaji wa simulizi Albadru Studio, mwandishi na msomaji ni Shamsi Mungwana.